huu. Na hii ndio kaida au kawaida ya mwanadamu, kwamba mwanadamu akiwa hajui jambo fulani anaweza akaishi nyuma ya lile jambo bila kujua, kwamba kwa sababu maarifa ya kitu au kukijua kitu kuna namna nyingi ya kukijua. Mtu anaweza kujua kitu kutokana na mazingira ambayo anaishi na kuona kile kitu jinsi kinavyotumika, kama vile ambavyo katika maisha yetu kwamba baadhi ya vitu vimepewa majina. Huenda hilo jina ni saizi yake au sio saizi yake, au huenda hilo jina linafanana na kile kitu lakini sio chenyewe, au huenda hilo jina limetumika kutokana na mulazama, kutokana na mfungamano wa kitu chenyewe. Kama vile ambavyo katika maisha yetu kwamba mtu anaweza akaijua somo ya mwezi wa Ramadhani akaichukulia somo kutokana na jamii na mazingira ambayo anaishi, au kutokana na mafunzo ambayo ameyapata, atakuwa na elimu ya Ramadhani kulingana na kile alichokuwa nacho kichwani, kwa sababu uzito wa kitu mtu atakaochukulia, yani uzito wa kitu ambacho sawa sana kimiliki au anakiona, mtu atachukulia uzito kutokana na ujuaji wa kile kitu. Tukachukulia mfano vitu ambavyo ni adia, as-salatu, kwamba sala hizi ambazo tunazisali sisi Waislamu, mtu atachukulia uzito wa sala kutokana na akili yake namna ilivyo, na sio akili tu, ni kutokana na kile alichokibeba na ile maana ya sala aliyoibeba katika maisha yake, sawa iwe ni kweli au isiwe kweli. Kwa hiyo maana iliyobebwa katika kichwa inaweza ikawa ni sahihi au isiwe sahihi, na ndio maana hata katika maisha tunatofautiana. Kuna ambaye akisikia adhana moja kwa moja msikitini, kuna ambaye akisikia adhana atajivuta kidogo, na kuna ambaye akisikia adhana basi moja kwa moja anaendelea na shughuli zingine. Hapo sio maana yake ni kwamba yule ambaye anawahi, maana yake ni kwamba yeye ana, yani hapo maana yake tunasema kwamba yeye kuna kitu ambacho amekifahamu kwenye swala zaidi ya yule mwingine ambaye anachukulia kawaida. Ni sawa sana vitu ambavyo tunavitafuta kwa thamani sana au kwa nguvu sana, mfano mali